uko msukumo wa ubinafsi, uko msukumo wa dhuluma, lakini uko msukumo wa kutokuwepo kwa ukweli. Uongo siku hizi ni mwingi sana, ambao umekuzwa na uwepo wa teknolojia. Yako mambo ambayo tunapita katika kipindi hiki hatujawahi kuyashuhudia. Watu wamekuwa binafsi sana, watu wamekuwa hawana upendo, watu wanasingiziana, watu wananeneana mabaya, kiasi ambacho katika maisha na historia ya kibinadamu unazikumbuka zile nyakati ngumu za maisha ya binadamu na kuona ni mambo kama yale yanarudia tena wakati huu. Kwa tunapoadhimisha leo siku hii ya kuzaliwa kwa Kristo, na tumeambiwa Kristo ni asili ya haki, asili ya upendo, asili ya umoja, asili ya mshikamano. Kristo ni nuru, Kristo ni mwanga. Haya yote yanaashiria duniani, ulimwenguni, tunapaswa kuishi kwa upendo. Tunapaswa kuishi tukitambua kwamba kila mmoja anayo haki katika maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa Watanzania wenzangu wote, na nikizungumza kutoka hapa katika kuadhimisha sikukuu ya Krismasi, napenda niseme kwamba amani na upendo, haki na mshikamano vinaleta nuru, vinaleta mwanga, ili wanadamu tuishi kwa furaha na matumaini kwamba siku moja tutakwenda kutana na Baba. Na tujue kwamba duniani hapa kila kitu ni ubatili. Mali, vitu havitatufanya tuweze kutukuza utukufu wa Mungu, bali maisha na ukweli wetu tunavyoishi na wanadamu wenzetu na upendo tunaoonyeshana sisi kwa sisi ndio pekee vinavyoweza kuwa msingi wa matumaini hayo mema ya kuja siku moja tunapofika kwa Mungu, tukiulizwa tuseme tulifanya kazi ambayo ulituumba kwayo. Kwa hiyo tuendelee kutumia fursa hizi kushukuru kwa namna ya pekee Mheshimiwa Waziri na mbunge wetu kwa majitoleo mengi unayoyafanya katika kanisa letu na katika eneo hili. Mungu akubariki pamoja na familia, wajalia afya njema ya roho na ya mwili, kukupa pia ujasiri hasa katika kipindi hiki na katika kazi ngumu, na kuendelea kusimamia wananchi katika haki, katika upendo. Kuna mengi ya kusema, lakini hatuwezi kuyasema leo yakaisha. Alipita miaka ya nyuma, sio nyakati hizi. Masai moja kaona samaki wana kwenye mto. Sasa samaki wale wanaporukaruka, yeye akaona wanahitaji kuokolewa. Kwenye maji wanarukaruka hawa, manake kuna wanahitaji watolewe kwenye maji, ili wana shida. Kaweka mizigo yake, akaanza kuwatoa wale samaki. Sasa amefanya kazi hiyo kutwa nzima. Imefika jioni, akaangalia wale aliowatoa, kafikiri wana furaha, kumbe wakawa wamekufa wote.